mwanzo wa dada. Mbona kaka atakuja tu, tusijali. Asive miaka miwili hata atumone nyumbani atupigisi. Mdogo wangu tusijali, kaka atakuja. Ipo siku kaka atakuja, ipo siku tutashtukia huyo kaka kaingia, maana sasa hivi hata simu atupigie. Ngoja tuamke hapa tukatafute mboga, sawa? Twende sente tukafuate mboga, sawa? Mwanzo wa nuru, jua linapochomoza. Mwanzo wa nuru, mwanzo wa nuru, jua linapochomoza. Mwanzo wa nuru, sada nipate wapi? Wapi? Nilitembea mbali mrefu sana natafuta maisha, popote nilipita nikizichanga sana natafuta. Odi. 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 Da, kumbe hawapo. Wameenda wapi hao? Yaani huo mpango wa kwenda msituni dadangu, mimi naona kama itakuwa changamoto sana. Yaani hapo inatakiwa tutafutane watu wengi ili mradi tuweze kwenda kule. Yangu ni muda sana, mimi sienda nyumbani kuja kuona, mimi sienda nyumbani kuona wadogo zangu. Tangu nipoteze ile simu, yani sina nani yoyote, mawasiliano yoyote sina dadangu. Lakini unatakiwa watu wangapi huko ili muende mkalete dawa? Mambo fresh tu, nimekuja pale nyumbani kusikilizia lakini sikukukuta. Tuko tumeenda senta mara moja. Nikakuja kumcheki msela hapo kama yuko fresh nini. Ni mzima? Lakini kama nimekuja kukusalimia hapo. Si hatujambo. Vipi umetuletea dawa matumizi maana hatuna hata mboga hapa. Hivi hapo sina cash. Ile iko kwenye simu. Labda mpaka niende center nikakuchekishia hivi nitoe. Labda mpaka mida au kesho. Sawa. Ngoja sitae nyumbani. Maana tuko tumeenda huko gengeni. Tumekosa mboga kwa tunarudi hapa tuangalie muamala. Okay fresh. Kesho nitakusikilizia. Wameshapa nitakuwa nishatoa hela hapo tayari. Nitakuletea. Poa. Salimia huyo. Mdogo wangu. Huyo ni kaka sawa? Huyo ni kaka sawa? Ukikutana naye unamsalimia shikamoo kaka. Yanaisha sawa? Twende. Mwanzo wa nuru, jua linapochomoza. Mwanzo wa nuru,
Sasa inategemeana sasa, sio kwamba eti watu wangapi. Inategemeana sana ujasiri wa mtu, kwa sababu msitu wa Manchole huo sio msitu. Huo ni msitu wa kifo. Yaani ni kifo, tunakifuata kifo kabisa kwenye ule msitu wa Manchole. Basi sawa, kikubwa tuombe uzima kwa Mungu. Tuombe uzima. Ngoja mimi asibi niangalia nikishapata washikaji hata wawili watatu wenye ujasiri. Hata usijali kabisa. Haya, nitashukuru sana. Haya, haina shida basi. Ngoja mimi basi nikuache sasa. Haya. Dada, ngoja mimi nikuache basi. Basi sawa, wewe na tena. Haya. Na huyu nani? Huyu ni jirani yetu tu. Kuna jirani hapa amekuja mgeni. Ndio amekuja kusalimia kuona maendeleo ya mama. Asante bwana. Tupo hapa kwenye viti vya Mungu. Vipi? Huko. Mnaendeleaje huko? Huko safi vipi mama, jambo? Mama yani bado. Mjomba alikuja juzi akamchukua akampeleka kwa mganga. Nimeongea naye mchana amesema mama bado sana. Lakini Mungu atamsaidia. Hivi Jeti. Nilikwambia ule mchongo kuna kitu kilitokea. Nilikwambia hicho kitu. Maana sikumbuki. Mchongo gani? Ndugu yangu, siku moja nimekaa hapo. Ghafla kanitokea sijui jini, sijui nini, hata sielewi. Ilipotokea akaanza kuniambiaje eti mama yangu atapona endapo nitafuata maelekezo atakayonipa. Sasa mimi sielewi, yani akaa nafikiria nashinda kuelewa. Kuna huyo kijana uliyekutana naye. Siku moja akamtokea njiani huko. Na yeye akamwambia hivyo hivyo. Na akamwambia kuna dawa inatakiwa kupata katika msitu wa Manchole. Manchole? Huo ni msitu wa kifo. Tutafanyaje na maelekezo ndio tuliyopewa? Inabidi tufuate dawa. Dadangu, nitakudanganya dadangu. Mimi bado napenda kula. Mimi bado napenda ugali. Kwenye ule msitu wa Manchole. Kule hamna. Wanasemaga msema ukweli ni mpenzi wa Mungu. Mimi dadangu nakwambia. Kwenye ule msitu mimi bado napenda ugali. Bado napenda kula. Alafu kingine ukiangalia hizo habari za kwenye ule msitu, mimi utaniuzi. Mwanzo wa nuru, jua linapochomoza. Mwanzo wa nuru, msaada nipate wapi? Dada nisaidie. Mungu wangu. Sasa mdogo wangu nakusaidiaje? Mimi mwenyewe sina chochote. Nikikueleza matatizo yangu hapa hata uwezi kuyasikiliza. Patia hata ugali. Sasa mdogo wangu sina chochote. Labda ukae hapa niende nikusaidie. Chakula utaenda jioni, sawa?